Tunaendelea na somo letu lenye kichwa kinachosema kanuni za kimafanikio na baraka kwa wateule wa Mungu. Leo wakati nilikuwa ninaomba, lakini ndani ya moyo wangu nashuhudiwa kwamba nitaharibu taratibu ambazo yamkini watu wamekuwa nazo. Labda mmekuwa na nadhiri kusema ya kwamba kamwe sitathubutu kuingia ndani ya jengo, mimi nitaendelea kukaa nyuma, nitakaa nje. Leo naomba niingilie idara ya wazee wa kanisa ambao wameshindwa na wenyewe zamu yao. Naomba leo niingilie utaratibu huo wa kuwapanga majira haya ya neno. Hivi viti huku vyote kuanzia hapa ambapo hapana watu mpaka hapa, ukijumlisha kuanzia huku mbele ambako nyie huko hamuoni, huku mbele ambako kuna mapengo, na pia hatuwezi wakati mwingine tukaendelea kupaza hizo sauti hivyo ikiwa kama kuna Yuda katikati ya wanafunzi tulio nao hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu Baba, nakushukuru kwa ajili ya uaminifu wako, na kushukuru kwa pendo lako. Asante kwa ajili ya jioni ya leo. Tunakwenda kusikia yale ambayo unataka kusema na sisi. Ni mema, na ndio maana Bwana, katikati ya ratiba nyingi ambazo tumekuwa nazo, tazama hii ya kwako imeshinda siku ya leo Bwana. Kama ilivyoshinda, uendelee kuonesha ushindi wako katikati ya kusanyiko hili, katika jina la Yesu Kristo, na tuseme amen. Tunaendelea na somo letu lenye kichwa kinachosema kanuni za kimafanikio na baraka kwa wateule wa Mungu, na tuko katika kanuni ya 13. Tunayo kanuni ya 13 ambayo Mungu ameendelea kutupatia katika mfululizo huu wa kanuni moja baada ya nyingine tangu tulipoanza ya kwanza mpaka sasa, Mungu akiwa ametuingiza kwenye kanuni hii ya 3. Bwana Yesu, ya 13. Kanuni ya 13 tulionayo yenyewe inasema, unapotaka mafanikio na baraka za kimungu, jambo lingine muhimu unalopaswa kulizingatia. Unapotaka mafanikio na baraka za kimungu, jambo lingine muhimu unalopaswa kulizingatia ni swala la kumhusisha Mungu. Au kumshirikisha Mungu katika mambo yako. Unapotaka mafanikio na baraka za kimungu, jambo lingine muhimu la kuzingatia ni swala la kumhusisha Mungu au kumshirikisha Mungu katika mambo yako. Andiko letu la msingi katika kanuni hii ni ile wa Kolosai sura ya 3 mstari wa 17. Andiko letu la msingi katika kanuni hii ya 13 kwa habari ya mafanikio na baraka zipatikanazo kwa njia ya kumhusisha Mungu au kumshirikisha Mungu katika mambo yetu ni ile wa Kolosai sura ya 3 mstari wa 17. Biblia ikituambia hivi, na kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu. Na msisitizo wetu ni hii sehemu B inayosema fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu. Na kila tunalofanya, Biblia ikaendelea kufafanua tena ikisema, iwe ni kwa neno au ni kwa tendo, kwamba yawe ni majadiliano. Unasema ya kwamba kuna majadiliano ya kimafanikio, ya kibaraka. Kuna habari nimezisikia za fursa. Kwa hiyo kuna watu kadhaa tunataka tujikusanye, tuwe kikundi, tufikirie katika fursa hiyo tunafanyaje, tunakamataje hii fursa ambayo tumeipokea. Iwe ni jambo linalohusiana na discussion, mazungumzo, au iwe ni kwa tendo, kwamba ndio unaingia sasa kwenye utekelezaji, uwajibikaji. Katika kila jambo tulifanyalo, Biblia inatusisitiza ya kwamba tunapaswa kufanya mambo yote kwa kumhusisha Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na ndani ya kumhusisha Mungu, mpaka Biblia imetusisitizia jambo hili, ni kwamba ndiko kunakozaliwa baraka na mafanikio katika hayo mambo ambayo tunajihusisha nayo. Haleluya. Kwa hiyo nje ya kumhusisha Mungu, kuna wakati sio ajabu ukafanya jambo la kimaendeleo lakini ukakwama. Kuna wakati sio ajabu ukajishughulisha na mambo mema lakini yakakuzalia hasara. Kuna wakati sio ajabu
Mungu amesema ya kwamba nitabariki kazi za mikono yako, lakini ukakutana na kuteseka na ukakutana na hasara kwenye ufanyaji kazi za mikono yako. Sio ajabu. Kwa nini isiwe ajabu? Kwa sababu katika kumshirikisha Mungu kwenye ufanyaji mambo ndipo kunazaliwa matokeo mazuri katika yale mambo tunayoyafanya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu uhusika wa Mungu kwenye mambo yetu ndio unaotengeneza baraka na mafanikio katika mambo yetu tunayoyafanya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sisi sio kitu bila Mungu. Kanuni hii ninachotaka itufafanulie zaidi ni kwamba sisi sio chochote bila Mungu. Hatuwezi neno lolote bila nani? Bila Mungu. Ukiwa ni mtu wa Mungu, miongoni mwa jambo muhimu la kuzingatia ni hilo kwenye maisha yako, kwamba hakuna lolote unaloliweza bila nani? Bila Mungu. Kwa hiyo tutaonekana tunamhitaji Mungu sana pale ambapo tunajua kwamba hatuwezi lolote bila Mungu. Haijalishi hayo ambayo tunayaona yana uzuri kiasi gani mbeleni, lakini lazima tutambue ya kwamba bila Mungu inawezekana uzuri ukageuzwa kuwa mbaya. Inawezekana kabisa. Na ndio maana kuna wakati Biblia inasema ipo njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwishirizio wa njia hiyo inawezekana ikawa ni nini? Ni mauti. Haleluya. Amen. Kwa hiyo hata katika jambo lolote ambalo limekufungukia machoni mwako ukaliona ni fursa njema, usipomhusisha Mungu mbele ya hilo jambo, kunawezekana kukatawaliwa na ubaya. Kwa hiyo hatushangai hata kama ulianza safari yako kwa mwendo salama kiasi gani. Hatushangai tukasikia kwamba hapo mbeleni umepinduka. Kwa sababu gani? Hujaanza na Mungu. Kupinduka, kuanguka, kushuka chini, kufutika hata kwenye ramani ya mafanikio ni kitu cha kawaida endapo kama utafanya mambo pasipo kumhusisha nani? Mungu kwenye ufanyaji wako hayo mambo. Kuna Mungu amesema mkamate elimu, simwache ende zake, mshike maana yeye ni uzima wako. Lakini tukimkamata huyo elimu bila Mungu, hatuwezi tukaona hayo matunda ya huyo elimu. Utasikia wakati mwingine tumefika mahali vile vitu ambavyo viko kimungu kabisa tumevizodoa. Na utakuta tumekaa chini tukatafsiri, tukatafakari kwamba hivi kweli hiki kitu Mungu amekiruhusu kweli? Hiki kitu kweli ni cha Mungu kweli? Hiki kitu kweli Mungu amekiridhia kweli? Kuna vitu ni vya Mungu, kuna vitu ni Mungu ndiye ameruhusu vifanyike, lakini vinaweza vikatuzalia matokeo mabaya kama tutajishughulisha navyo bila kumhusisha Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hilo ndilo andiko letu la msingi linalobeba undani wa kanuni hii ya 13 inayozungumzia baraka na mafanikio kwa njia ya kumhusisha Mungu au kumshirikisha Mungu katika mambo yetu. Na tuliendelea mbele kwa wale ambao wamepata neema tangu mwanzo mpaka pale ambapo tumeishia. Tuliendelea mbele tukaanza kuingia kwenye vipengele kwa vipengele ndani ya kanuni hii. Na kipengele cha kwanza ambacho tunacho kinazungumzia faida za kumhusisha Mungu au kumshirikisha Mungu katika mambo yako. Kipengele cha kwanza tulicho nacho ndani ya kanuni hii kinazungumzia faida za kumhusisha Mungu au kumshirikisha Mungu katika mambo yako. Kwamba kuna faida gani pale tunapomhusisha Mungu au pale tunapomshirikisha Mungu kwenye mambo yetu? Kuna faida gani? Halipo tu ili jambo kwamba limekaa hivyo hivyo kwamba tumhusishe Mungu au tumshirikishe Mungu basi. Lakini Biblia inatufunulia mpaka faida. Tunapofanya mambo huku tukiwa tumemhusisha Mungu, faida zake zipoje? Jambo hili lina faida kwa kiwango gani? Tukaona kwa sehemu ya kwanza ya faida. Namba moja. Tuliona kitu kinachosema unapomhusisha Mungu au kumshirikisha Mungu katika mambo yako. Unapomhusisha Mungu au kumshirikisha Mungu katika mambo yako, makusudi mabaya ya kishetani na ya kiuadui hayawezi kufanikiwa katika hayo mambo yako.
makusudi mabaya ya kishetani na ya kiuadui hayawezi kufanikiwa katika hayo mambo ya. Ni faida ya kwanza hiyo, miongoni mwa faida ambazo zipo katika swala la kumhusisha Mungu, kumshirikisha Mungu kwenye mambo yetu. Faida moja hapo hiyo tunaipata ikituambia tunapomhusisha Mungu au kumshirikisha kwenye mambo yetu, tunapata faida ya kwamba hata shetani na maadui wakijinua kukusudia mabaya juu ya hayo mambo yetu, hayo mabaya ya shetani na maadui hayawezi kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Andiko tulilokuwa nalo hapa kwenye faida hii ya kwanza ilikuwa ni kile kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 2 mstari ule wa kwanza hadi wa 10. Injili ya Yohana sura ya 2 mstari wa kwanza hadi wa 10. Yohana 2:1 hadi 10. Biblia inasema, na siku ya tatu palikuwa na harusi huko Kana, mji wa Galilaya, naye mama yake Yesu alikuwa hapo. Mstari wa 2 unasema, Yesu naye alikuwa amealikwa harusini pamoja na wanafunzi wake. Hata divai ilipowatindikia, mama yake Yesu akamwambia, hawana divai. Katikati ya harusi hii kuna kitu kinaitwa divai, na nikaelezea ile Jumapili kwenye kipindi kilichopita, darasa lililopita, ya kwamba umuhimu wa divai kwenye harusi kwa hawa wenzetu, kwa picha tunayoiona hapa, ilikuwa ni sawasawa na harusi zetu, cheleko zetu leo hii tulizo nazo, jinsi ambavyo chakula kilivyo kitu cha muhimu kwenye kusherehekea kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Kiasi cha kwamba chakula ni cha muhimu mpaka wengine ukiwatangulizia kula wanaweza wakaondoka hata na zawadi zao, bora wamefanyaje? Wamekula. Si ni kweli? Lakini si tumefika mahali mpaka kwenye sherehe zetu unakuta ratiba ya chakula inapangwa mwisho ikiwa vipengele vyote vimepita, kwa sababu ingeanzwa mwanzo, kuna wakati ungesema saa hizi muda umeenda, au bora mmekula, ngoja nifanyaje, niondoke. Kwa hiyo unaweza ukaelewa jinsi ambavyo chakula ni cha muhimu kwenye shughuli. Kwa hiyo hao wenzetu kitu muhimu kwenye shughuli zao ilikuwa ni divai, kama ambavyo leo hii sisi tunavyoona umuhimu wa chakula kwenye shughuli. Utaona kwa sehemu kubwa sana shughuli inaweza ikapangwa, watu wakawa wamejiandaa na mavazi yao, kama ni maharusi, wakawa wana usafiri wao mzuri, wakawa wameandaa kumbi nzuri, lakini eneo la chakula likaumiza kichwa, kiasi cha kwamba kukitokea doa lolote kwenye eneo la chakula, watu watasahau hata mapambo ya ukumbini jinsi kulivyopendeza, watasahau hata uzuri wa maharusi walivyolembwa. Siku hizi kuna makeup wapigwe nini nakshi, watu wakatokezea kana kwamba sio wale watoto wa mzee fulani na mzee fulani, wakawa sio tena na sura za kijijini kwetu, wakavaa upya ile siku ya harusi. Lakini chakula kikiumba, tunaweza tukasahau zile makeup zao. Tukaongelea swala gani? Ese bwana, kwenye eneo la chakula wale watu walivuruga. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu mwahi kwenda kwenye shughuli za watu, mkarudi badala ya kurudi na cheleko, mkarudi na matumbo kunguruma na kuanza kukimbizwa kwenye mazingira ya kupata msaada wa hayo matumbo ingalau yakae sawa. Si ni kweli? Issue ni nini? Chakula. Ukakaa siku 2 siku 3, unaikumbuka ile sherehe ukisema hutaisahau, sio kwa wema, bali kwa sababu gani? Mvurugiko uliopata kwa sababu ya chakula. Kwa jinsi chakula kilivyo nyeti sana kwenye swala la sherehe, na hawa wenzetu kwao ilikuwa ni divai. Walihitaji divai kwa namna isiyokuwa ya kawaida katika walipokuwa wanakusanyika kwenye mikusanyiko yao ya kusherehekea. Kwa hiyo kuna wakati katikati ya shughuli inaendelea na huku msululu wa watu bado haujaisha kuhudumiwa, ikatokea picha ya kwamba divai imeisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wakati zinasemwa zile taarifa chini, wengine bado hazijawafikia, mama yake Yesu akazipata zile taarifa. Kwa sababu gani? Biblia inasema walikuwa wamemwalika mama yake Yesu kwenye ile harusi. Lakini na mama yake Yesu naye alipoyachekesha yale mambo, akaona yeye kama yeye hawezi lolote. Kumbe hata mama aliyomzaa Yesu hana uwezo wa jambo lolote. Amen.
kwa sababu kama angekuwa na uwezo, ina maana asingekuwa na sababu za kumfuata Yesu, wakati Yesu ni mwanaye. Yeye aliye mama angemalizana nalo, hata Yesu asingehusishwa kwenye lile jambo la divai kutindika. Lakini katika jambo la ajabu ambalo nataka nikupanue fikra uone ya kwamba wakati mwingine hata usiwaelemee watu ambao unawaangalia, unaona kana kwamba wanajipatapata. Sisi hatuenendi na watu wanaojipatapata, tunaenenda na Yesu ambaye ana kila kitu. Tunaenenda na Mungu ambaye ni yote katika yote. Haleluya, amen. Sijajua mpaka mama yake Yesu amezipata hizi habari, ni kwamba na wao walijua, kwa sababu yeye ndio mama wa Mwokozi, anaweza kila kitu. Lakini mama yake Yesu akawapa fundisho kwamba hata mimi siwezi jambo. Akaenda akamsukumia mwanae Yesu, akamwambia hawana divai, na mpaka anamsukumia Yesu. Urahisi umetokea kwa sababu kwenye hii harusi Yesu alikuwa amefanyaje? Amealikwa. Sio kasahau, huo ndio msingi mkubwa ambao uliwasababishia muujiza ambao ulifuta aibu iliyokuwa itokee kwenye ile harusi, ikazaliwa utukufu mkubwa kwenye ile harusi. Muujiza ulitengenezekea hapo, kwamba miongoni mwa wageni waalikwa walioalika wakataka watu washiriki kwenye harusi yao, hawajasahau kumshirikisha Yesu. Hawajasahau kumshirikisha Mungu. Ukisema Mungu ni sawa. Kwa mujibu wa kile kitabu cha Yohana sura ya 1 kinasema, hapo mwanzo kulikuwepo neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa ni Mungu. Haleluya. Baadaye kwenye mstari wa 14 unasema lile neno litavaa mwili, litajidhihirisha kwetu, anakuwa ni Yesu. Amen. Kwa tunapozungumza Yesu, tunazungumza habari za uungu mtakatifu, uungu wa mbinguni. Kwa hiyo wakati wamemwalika Yesu pale harusini, hicho ndicho kilikuwa kisababishi cha wao kunusurika na aibu iliyokuwa itokee pale harusini. Nikakwambia, tazama, ingawaje Yesu alikuwepo miongoni mwa wageni waalikwa kwenye ile harusi, lakini bado shetani aliweza kujiinua. Hatimaye katokea mkosa, hitirafu kwenye ile harusi, mistake ya divai kufanyaje? Kuisha. Unasema divai inatindikaje wakati wanajua kabisa idadi ya wageni waalikwa walioalika, na kwa kadiri ya wale ambao walirudisha, walichanga, si walitoa kadi. Sasa lazima wawe na idadi kwamba tumetoa kadi za watu 100, 200, 300. Ina maana vinywaji vitakuwa vya watu 100, 200, 300. Na bila kusahau watu wengineo ikiwemo maharusi wenyewe. Kwa utaona huwezi ukawalaumu sana wanakamati wa hii harusi, lakini ni lazima uelewe kwamba katika mambo mema tunayojihusisha nayo, wazee wangu, kuna wakati shetani hujiinua. Sije mkasahau. Hiyo ni pointi muhimu, kama unaweza ukaandika. Katika mambo mema tunayojihusisha nayo, sio ajabu kwa shetani kufanyaje? Kujiinua. Wasomaji wa Biblia wanajua shetani aliwahi kujiinua akimtokea Yesu kule mlimani, wakati Yesu yuko kwenye nini? Yuko kwenye maombi ya siku 40. Hali mchana wala usiku ni 40 kavu. No food, no water. Sio kusema kwamba si nakunywa hata na maji, sijui utumbo ni ufanyeje. Yeye hajauonea huruma hata utumbo wake, na alikuwa na utumbo, maana alikuwa ni mwanadamu. Nimesema miongoni mwa pointi muhimu ambao nataka uelewe ni kwamba katika mambo mema tunayojihusisha nayo, sio ajabu sana kwa shetani kujiinua kwenye hayo mambo. Sio ajabu. Yaani hilo lisikufanye ukakosa kuendelea mbele, ukawa umetua pembeni, umetega gari yako barabarani, pembeni ya barabara, umelitoa kando ya barabara, umekosa kuendelea na mwendo. Eti kwa sababu unasema shetani amejiinuaje kwenye hili jambo tulilolifungia kimaombi. Amejiinuaje? Mungu Baba, wasaidia hao wanao wapate maarifa haya. Salama yako ni nini mama? Pamoja na kwamba unajihusisha na jambo jema, wala sio uzaji wa mirungi wala bangi wala cheng'aa wala ya baba. Unajua ya baba? Ile ambayo haijachakachuliwa, haijatiwa maji. Ile ambayo ukinywa huko wenyewe, na siku hizi nasikia wanafaa kusema kabisa kwamba haya maini jiandae huko na kuletea moto kali yako. Anaishusha, anafaa kuiambia maini na kuletea kiboko yako. Haleluya. Kwa haijalishi utafanya biashara ambayo sio haramu,
Lakini elewa, kuna wakati shetani anaweza akafanyaje? Akajinua. Salama yako nini dada? Fanya na Mungu, kwa sababu katika kujiinua kwa shetani kokote, Mungu akiwepo ndani ya hilo jambo, huko kujiinua kwa shetani hakukuletei madhara. Ndicho kitu tunachofundisha hapa. Kujiinua kwa shetani kwenye jambo ambalo Mungu yupo hakutakuletea madhara. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hicho kitu kilichotokea hapa, mama Yesu alipompata Yesu akamwambia hivi, hawana divai. Haleluya. Tena yeye alinyoosha vizuri kweli. Wakati hawa watu neno linalotawala pale ilikuwa inasema divai imetindika. Mwanzo usielewe kwamba imetindika, yaani maana yake imepungua, inakaribia kuisha. Inawezekana bado mimi nikipanga foleni naweza nikaibahatisha. Mama yake Yesu alipoenda kwa Yesu aliyanyoosha maneno hivi tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mstari ule wa 3. Hata divai ilipotindikia, mama Yesu akamwambia hawana. Si hawana, ni hawana jamani. Achana na ile style mamangu Mafrenki mlionayo wa mama, kwamba una maji humo ndani, majaba matatu hayaguswaji. Kuna madumu yamekaga 12, 20 hayaguswi. Ndio unapiga ukunga huku nje unasema, yaani mimi hata tone huko kwangu we. Unajua hapo kuna madumu 10 yale yaani hahesabu yale kwamba ana maji. Ana mangapi hapo? 10 hayaguswi. Yana maji pi. Wakati mwingine yale maji mpaka ukiyatumia unashangaa, unaona maajabu. Utasema yaliwekwa ile dawa ya kutuliza uchafu chini. Unaona jinsi yalivyokaa siku nyingi mpaka uchafu wote ukasema tukimbilie zetu tu chini tukajipunzikia. Huku juu hamna anayetuchota atunywe. Uchafu wenyewe unaambiana kwamba tuenze tu ni chini bwana tukalaleni. Kwa sababu gani? Hayachotwi. Mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, mwezi wa 4, miezi 6, 12, miaka. Ni hivyo tu, hayaozi. Lakini hapa neno linasema hawana. Inawezekana hata ile ambayo ungesema hapa ni kakizibo kamoja kamebaki au kachupa kamoja. Hapana, ni hakuna. Wakati mama yake Yesu amefuata Yesu na kumwambia hawana divai, Yesu ilikuwa hajawahi kufanya muujiza wowote wa ajabu kwenye utumishi wake. Haleluya. Na yeye alipoona hajawahi kufanya muujiza wowote ule, akajiona kana kwamba hata pale bado saa yake ya kufanya muujiza haijafanyaje? Haijafika. Akamwambia mama yake Yesu, mama, tuna nini mimi na wewe? Mimi mbona saa yangu bado? Haleluya. Mstari wa 4 ile B, saa yangu haijawadia. Mstari wa 5, mamaye akawaambia watumishi, hakutaka kubishana na Yesu. Yesu alipojionyesha kwamba hata muda wa kufanya miujiza bado haujafika kwenye utumishi wake, yeye mama yake Yesu akaachana na Yesu na jibu lile, akaenda kwa wanafunzi wa Yesu ambao Yesu ndio alikuwa anawatumia kwenye utumishi. Akawaambia hivi, jamani, lolote atakalowaambia mkuu wenu lifanyeni. Mnaona imani ya mama yake Yesu ilivyokuwa. Aliamini kwamba hawa watu bora kwenye kualika kwao wageni hawajamsahau Yesu, na wamepita mahali hapa shetani anajiinua kwenye hili jambo lao jema. Yesu waliomhusisha kwenye hii sherehe yao hata kosa kuwafanyia lolote. Na ndivyo ambavyo ilivyo hata leo kwenye maisha yetu. Tunapokuwa tumemhusisha Yesu kwenye mambo yetu, hata kosa kufanya lolote. Hajaja hapo ndani ya hilo jambo lako kupumzika. Amekuja hapo kikazi. Atafanya zaidi hata ya uyawazayo, zaidi ya ulivyotarajia. Si kuna watu mpo hapa, ingawa kuna mambo mliombea, lakini yalivyojibiwa mkasema hatujajua kuwa yatajibiwa kwa namna hiyo. Maana yake yamejibiwa tofauti hata na tulivyokuwa tunatarajia. Simpo. Bwana Yesu asifiwe sana. Unasema kwa kweli nilivyokuwa naenda, sio kwamba nilikuwa sina imani. Nilikuwa na imani nayo ya Mungu anitendee, lakini kwa lilivyojibiwa hivi, mimi sijatarajia kwamba nitakutana na majibu haya. Yamekuwa ni ajabu. Kwa sababu gani? Mungu unapomhusisha hatakosa kufanya lolote, na katika kufanya kwake anafanya zaidi na zaidi ya tuyaombayo na tuyawazayo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya.
Akawaambia wanafunzi wake, mimi najua kwamba atafanya. Yaani nimemfuata kweli, ameniambia kwamba eti saa yake ya kufanya maajabu bado. Lakini bora amehusika hapa. Yeye hajaja tu anywe divai kama wengine walivyoletwa na msosi. Yeye ameletwa hapa na mengi. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwemo panapotokea itirafu kama hizi zilizotokea. Kwa hiyo najua atafanya, ana lolote la kufanya. Na kweli Biblia inasemaje? Baadaye Yesu mwenyewe wala hajarudi tena mama yake kumwambia, baba fanya, baba fanya, baba. Umealikwa harusi ya watu kweli, unawaacha watu watoke bure? Baba, usinitie aibu. Oh mwanangu. Iliishia tu pale alipomtaarifu na kuondoka. Biblia inasema baadaye ni Yesu mwenyewe. Haleluya. Ndio anawafuata wanafunzi wake, anawaita, anawaambia, halo, kuna haya mavyombo ya maji ya kutawazia hapa kwenye hii hafla. Umeona? Haya tunaanza nayo kazi. Tunaanzaje? Akawaambia, kayajazeni maji. Kwenye mstari wa 7 unasema Yesu akawaambia, jalizeni mabalasi maji. Na ule mstari wa 6 pale juu unayataja hayo mabalasi, unaelezea kwamba yalikuwa 6 mabalasi ya mawe yamewekwa huko kwa desturi ya Wayahudi ya kutawadha. Haleluya. Mavyombo yale yaliyoonekana kazi yake ni kutawazia. Yesu alisema na kazi nayo haya leo mpya. Haleluya. Yes. Utaona unapomhusisha Yesu kwenye mambo yako jinsi anavyofanya mambo kwa namna ya ajabu. Ungeweza kuelewa labda mtatumwa vyombo, mtahitajika sasa mtumwe majaba sasa, ambao ndio yatatumika kutengenezea ule muujiza wa kuifanya ile divai uwepo pale ili aibu iondoke. Lakini Yesu alipohusishwa alifanya kwa namna ambavyo hata wanadamu wenyewe wasingekaa wakawaza kwamba vyombo vya kutawazia vingeweza kutumiwa na Mungu kufanyia matendo makuu na ya ajabu, vikatokezea divai nzuri. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia sasa yale mabarasi 6 kajazeni maji. Wanafunzi wa Yesu kwa hiyo wakaanza hapo pilika za maji. Mama sio hapo wanaanza kusema, jamani, baba watu mwapa kazi ya kuteka maji. Mbona jamani vya gelasoni? Mbona vya gelasoni? Hiyo siku haijawa ni wakati wa soni, ilikuwa ni wakati wa tulieni mzione ajabu za Mungu. Ni bora mmelia kwa Yesu. Tulieni mtengenezewe mambo hapa wa mama. Tulieni mtengenezewe mambo hapa maharusi. Ni sio kazi yenu tena. Kazi yenu tumeipokea. Ombi lenu tumelipokea. Kwamba kuna hali ngumu mnapitia kwenye hili jambo la kimaendeleo. Kuna kufilisika kumeanza kutokea. Wewe tulieni kutengenezea mambo. Wakaanza kuteka maji, wanamimina kwenye yale mabarasi. Walipoyajaza yote 6 wakamwambia yamejaa. Akawarudisha tena kwenye mabarasi, akamwambia sasa kayatekeni hayo maji mumpelekee mkuu wa meza. Huyu mtu ilikuwa ni idara maalum ya kuonja ili athibitishe kwamba hicho kinywaji kweli kimezingatia vigezo ambavyo vinatakiwa kwenye ile sherehe, ili sherehe watu waburudike. Mkuu wa meza alipoyaonja yale maji, ghafla yakabadilika yakawa divai. Divai iliyopotea ilirejeshwa kwa ajabu. Divai iliyopotea. Nasema na wewe mama, hiyo ndoa yako ni Mungu kabisa aliruhusu ya kwamba itokee. Leo nasikia amani imepotea. Mhusishe Bwana. Yeye aliyoruhusu ya kwamba uolewe na huyo baba ana uwezo wa kurejesha amani ya ndoa iliyopotea. Ana uwezo wa kurejesha mtaji wa biashara iliyokufa. Anaweza. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaanza kujishuku. Unaanza kujishuku, unasema, lakini jamani nakumbuka kipindi kile nilifunuliwaga. Mbona nilimuombaga Mungu? Shida ni kwamba uliachana naye tangu uliposikiwa sasa umeolewa. Wewe na Mungu mkaamua muachane hapo. Ukamwamulia Mungu kwamba saa hizi kwenye ndoa yangu uingie ili tuwe wake wawili au aongezeke mwanaume mwingine tena. Mimi namtaka mume wangu, najitaka na mimi tukae kwenye nyumba yetu. Mungu sasa nitakutafuta kwa mambo mengine. Hiyo ndio kosa.
Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwani ni gharama gani? Alikwambia umchongee kitanda na yeye kwenye hicho chumba chenu? Kwamba na yeye atawaangalia mtu amelala, atakuwa anawaangalia na wachungulia. Hapana. Kwani tunamwacha Mungu tukiwa tumepata? Yesu. Kwani alikwambia dukani kwako ukiingia naye atakuwa anakula pipi? Kama kuna wakati utaona pipi zinaisha tu na wala hujaziuza kwa wanunuzi. Wala hazijanunuliwa na wateja na zinaisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tatizo linalolisikia kubwa hapa la watu ni kwamba kuna wakati na kuanza na Mungu, ameanza na Mungu ila wanaachana naye hapo njiani. Biashara naye hapo njiani unaanza kusingizia sasa visingizia. Siku hizi mimi ni kwa sababu yani zile kazi nilizopata zinanifanya, unaishtakia kazi kwa Mungu kwamba ndio inakufanya umwache Mungu. Ina maana unaitafsiri kazi kuwa ni pepo. Miongoni mwa mapepo ya kukemewa yanayokuzuia usiwe na ushirika na Mungu ni kazi ulionayo. Manake tuiombee nayo, tutamke, tuseme hii kazi iliyo pepo nayo toka kwa huyu mama, toka kwa huyu dada, toka kwa huyu kaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Biblia inasema ya kwamba akawaambia tekeni, yapelekeni sasa kwa mkuu wa meza ambaye ndo anaonja, ili sasa ndio aeleze kwamba haya vigezo na masharti vimezingatiwa, kinywaji ni murua, shughuli iendelee. Biblia inasema sasa ajabu iliyotokea wakati mkuu wa meza ameyaonja yale maji yaliyobadilika kuwa divai. Mstari wa 9, naye mkuu wa meza alipoyaonja yale maji yaliyopata kuwa divai, kwenye mabano inasema wala asijue ilikotoka, lakini watumishi walijua, wale walioyateka yale maji. Yule mkuu wa meza alimuita bwana harusi. Haleluya. Kuna utamu mkuu wa meza alikutana nao, muonjaji divai alikutana nao, mpaka akasema huu utamu sisubiri hata shughuli iishe. Ikiisha naweza nikasahau kusifu, nikasahau kupongeza, naweza nisikaribishwa kupewa maiki, kuambiwa sema neno lolote, na nisemea hapa penye utamu. Akamuita yule bwana harusi, akasema hata nionekane navunja taratibu za harusi, kwamba bwana harusi atolewi kule mbele. Leo mimi ninavunja kwa sababu kuna utamu nimekutana nao ajabu. Nimewahi kuonja divai nyingi, ila ninapoalikwa kwenye mialiko ya harusi kuonja kama ulivyo utaratibu, lakini safari nimeonja chema, safari nimeonja chedi, nimeonja chedi. Lazima nijulisha hii siri, lazima nieleze haya mambo. Akamwambia bwana harusi, halo wewe, halo. Yes, amen. Bwana harusi akakaa nasubiri, mkuu wa meza leo mbona anaharibu mambo hapa? Kwa meza akamwambia hapana, nimesukumwa na hili jambo. Kwa kweli katika masuala haya ya vinywaji watu huwa wanaandaaga divai iliyo mololo, divai iliyo nzuri, mnakunywa, baadaye uko mbeleni unaona wameidai rote, unaona wameichakachua. Sherehe ilianza vizuri, baadaye unashangaa wakaweka na kisingeli, wakatuharibia, watu wakacheza, wakadondokea keki. Lakini hapa mahali Yesu aliposhiriki, mnaona haya mambo ambayo tunataka hapa? Mnaona haya mambo yetu ambayo tunataka? Mzee Jimmy, mnaona haya mambo ambayo tunataka? Tutakuwa wakali sasa. Bwana Yesu asifiwe. Tutakuwa wakali. Amen. Tutakuwa wakali. Ni bora msiweke watu huko, endeleeni kuwaweka huko mwisho. Kiona ya kwamba mhubiri ameanza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa hizi tutarudisha sasa kijiti kwa wazee wa kanisa mnaopanga watu mbele wakati ambapo ibada imeanza. Kama mlishindwa hiyo kazi wakati ibada imeanza, ikiwa ishaanza, acheni hiyo kazi. Ni sawa mlibite. Kama mmeshashindwa mapema, msiendelee nayo, maana mlishindwa. Si ndio hata mwanzo nasimama kuhubiri ndio nipange watu. Tutakuwa wakali. Kwa sababu tutakuwa maji tuko humu. Tunatumwa na adui humu ndani. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Alipomwita yule bwana harusi akamwambia kwamba watu wanalaga divai. Haya masuala ya divai kwenye shughuli ni sawa. Ndio maisha yetu. Shughuli na divai, shughuli na chakula. Lakini tumeona wale wa mwisho ikiwa shughuli imeshaendelea,
Wale wa mwisho unasikia mwingine anasema, mimi nilipata wali tupu, sijapata kakipapatio ka kuku. Unasikia bora hata wewe, mimi nilikuta sasa huo wali wenyewe ndio nawekewa vile na kombolezo, mpaka hata wale wapakuaji wenyewe wakawa wanasema ya kwamba mwaya utatusamehe. Utasamehe wakati ulichanga hela yangu. Anamwambia, lakini kwa shughuli yako wewe tumeona divai iliyokuwa njema tangu kwanza inaendelea kuwa njema mpaka hivi sasa. Hatuoni kuchakachua kokote kule ambako kumeendelea hapa. Sikiliza nikwambie ndugu yangu, inawezekana saa zile hata huyu bwana harusi anaosifiwa, kwa sababu hizi sifa kila mtu anajua sio za nani, sio zake. Inawezekana hata yeye hajui, kwa sababu kwenye tatizo hajahusishwa. Waliamua mwache pale juu ya stage akiwa amevalia suti zake, akae pale atulie, ni kamati ndio iliaa huko. Yeye wakati anapewa hizi sifa, na yeye inawezekana akawa hata haelewi undani wake, lakini Yesu aliyekuwepo kwenye hiyo shughuli hajaona ya kwamba nikifanya ataitwa bwana harusi. Ili mlazimu afanye, kwa sababu ni aibu hilo jambo likaangamia wakati Yesu yuko ndani yake. Hata nyamaza, hata kubali, hata kaa kwenye nyumba yako ikawaka moto ikachomeka ikaisha, wakati na yeye yupo. Maana yake ni kwamba na yeye ameteketea, yeye hatateketea. Kama ambavyo hatateketea, na nyumba anayohusishwa haitateketea, na ndoa anayohusishwa haitateketea, biashara anayohusishwa haitateketea. Haleluya. Kuna vitu vya kwako vimeteketea kwa sababu hujamhusisha Yesu asiyeteketea. Umewahi kusikia kuna kitu kinaitwa kina waterproof? Miongoni mwa vitu hivyo ni saa hizi tunazovaa. Unasikia ina waterproof, hata mvua ikinyesha au ikiingia kwa maji bahati mbaya, ina maana inazuiwa, hayapenyi. Umeshawahi kusikia? Na ndivyo ambavyo ukimhusisha Yesu, kuna mambo yako yanakuwa yanakufilisika proof. Shai kusikia kumbi zinaitwa zina sound proof. Hata ikipigwa dundo huko ndani, huko nje walio pembeni ya huo ukuta wanaweza hata wasisikie ile dundo linalodundika huko ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sauti inakuwa imezuiwa, isiwe inatoka, isiwe inapaa. Inakuwa ni faida kwa wale walioko pale ndani. Kuna vitu vimepenya kwenye maisha yetu vikayaharibu, kwa sababu hatujawa na Yesu asiyeharibika kwenye hayo mambo. Hivi ukitaka upike vitu ambavyo vina asili ya kuumuka, alafu ukawa hujaweka amila, hivi kweli unatoa na matusi, unatoa na laana kwamba yani hivi vitu mimi na hela yangu yote akili nimekataa kuumuka salale, yani hivi vitu tunavilaaniwe. Ndugu yangu, kama hujaweka amila, vikiumuka hivyo tunaweza tukakimbia, vyaumuliwa na nini? Haleluya. Amen. Kwa una mambo kama asili yake ni kwamba unataka yakue kimafanikio, yakue kimaendeleo, lazima uhakikishe ya kwamba umemhusisha Yesu. Yeye ndio mkuzaji wa mambo yetu. Amen. Amen. Nataka tuone faida ya pili leo. Faida ya pili. Kumbuka tunatazama somo kuu linalosema kanuni za kimafanikio na baraka kwa wateule wa Mungu, na tupo kwenye kanuni ya 13 inayozungumzia kumhusisha Mungu au kumshirikisha Mungu katika mambo yako. Tunatazama kanuni ya 13 inayosema unapotaka mafanikio na baraka za kimungu, jambo lingine muhimu unalopaswa kulizingatia ni swala la kumhusisha Mungu au kumshirikisha Mungu katika mambo yako. Na ndani ya kanuni hii tuna kipengele cha kwanza kinachozungumzia faida za kumhusisha Mungu au kumshirikisha Mungu katika mambo yako. Faida ya kwanza tuliyokuwa nayo hapo tunaielezea, inasema unapomhusisha Mungu au kumshirikisha Mungu katika mambo yako, makusudi mabaya ya kishetani na ya kiuadui hayawezi kufanikiwa katika hayo mambo yako. Makusudi mabaya ya kishetani na ya kiuadui hayawezi kufanikiwa. Na nimesema ya kwamba katika mambo mema tunayojihusisha nayo yanaweza yakainukiwa na vitimbi vya shetani, lakini tunapokuwa tumemhusisha Mungu kwenye hayo mambo, vitimbi vya shetani haviwezi vikaleta matokeo mabaya kwenye mambo yetu.
Mtaishia tu kusema sisi tulijua wanaachana mwaka jana, lakini unashangaa mpaka mwaka kesho kutwa wapo. Manake vitini kwenye hiyo ndoa vilifanyaje? Viliinuka. Na watu wote wakakaa pembeni wasema ngoja tuangalie sasa. Ukashangaa wanaangalia mpaka wamechoka, wanasema nao wale hata wakipigana si atuamki, tusijisumbueni. Na si wale wapigana kesho wamepatana na wale wamerudiana. Tuyaacheni ya watu. Aliwapatanisha wakati nyewe wengine wote mmewaacha. Wale waliopigana waliwezaje kupatana wenyewe na wakati mmewaacha? Ina maana ni pale tunapomhusisha Yesu kwenye mambo yetu, uone faida yake. Hatutahitaji kusumbua wazee watoke vijijini waje hapo watukalie hapo. Hatutahitaji kusumbua majirani, watafika mahali watatunyamazia kwenye gomvi zetu. Utashangaa Yesu tuliye naye ndio amezima moto uliokuwa unawaka. Anasema sisi tulijua ile duka ndio basi amefilisika. Kuna kipindi tulifika pale tukakuta ni magepu matupu, ni magepu, utasema mwili wa mtu ambao umebaki mifupa. Utaona kwenye zile shefu wakawa wanakaa mapaka. Ukiambiwa leo hii ndio lile linalosikika mambo nzima. Ukimhusisha Yesu yote yanawezekana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Faida ya pili ya kumhusisha Mungu au kumshirikisha Mungu katika mambo yako. Andika, unapomhusisha Mungu au kumshirikisha Mungu katika mambo yako. Unapomhusisha Mungu au kumshirikisha Mungu katika mambo yako. Unapomhusisha Mungu au kumshirikisha Mungu katika mambo yako, kunakuwa na kupona kwa mambo yako. Kunakuwa na kupona kwa mambo yako kuliko kufa. Unapomhusisha Mungu au kumshirikisha Mungu katika mambo yako, kunakuwa na kupona kwa mambo yako kuliko kufa. Kunakuwa na kupona kwa mambo yako kuliko kufa. Kunakuwa na kupona kwa mambo yako kuliko kufa. Andiko tutakalosimama nalo kwenye faida hii ya pili inayoonyesha jinsi ambavyo tukimhusisha Mungu au kumshirikisha Mungu kwenye mambo yetu yanakuwa na kupona kuliko kufa, ni Yohana sura ya 11. Yohana 11, tutasoma vifungu. Tutakuwa na vifungu viwili. Kifungu cha kwanza ni mstari wa kwanza hadi wa 7. Kifungu cha pili ni mstari wa 17 hadi wa 21. Yohana 11, 1 hadi 7 na 17 hadi 21. Yohana 11 mstari wa kwanza hadi wa 7 na mstari wa 17 hadi wa 21. Wenye Biblia tufike hapo. Wenye Biblia tufike mahali hapo. Biblia inatuambia hivi, mstari wa kwanza: basi mtu mmoja alikuwa hawezi. Leo tungesema kwa lugha inayonyooka vizuri, tungesema alikuwa mgonjwa na yuna hali mbaya katika huo ugonjwa wake. Ndiyo tafsiri ya neno hawezi. Mtu mmoja alikuwa hawezi, anatajwa kwa jina Lazaro wa Bethania. Anatambulishwa kiundani ya kwamba ni mwenyeji wa mji wa Mariamu na Martha dada yake. Maana yake yeye alikuwa ni mkazi, akiwa anaishi katika nyumba ambayo ni ya dada zake hawa wawili, yani Mariamu na Martha. Mstari wa pili: ndiye Mariamu yule aliyempaka Bwana marhamu akamfuta miguu kwa nywele zake, ambaye Lazaro sasa nduguye alikuwa hawezi. Mstari wa tatu unasema: basi wale maumbu, yani dada zake huyu Lazaro ambaye ni mgonjwa, wakatuma ujumbe, wakatoa taarifa kwa nani? Kwake Yesu, wakisema, Bwana, yeye umpendaye hawezi. Mstari wa 4: naye Yesu aliposikia alisema, ugonjwa huu si wa mauti, bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ili mwana wa Mungu atukuzwe kwa huo. Mstari wa 5 unasema, naye Yesu alimpenda Martha na umbu lake na Lazaro. Mstari wa 6: basi aliposikia ya kwamba hawezi, alikaa bado siku 2 pale pale alipokuwapo. Mstari wa 7: kisha baada ya hayo
Yesu huyo akawaambia wanafunzi wake, twendeni Uyahudini tena. Twendeni Uyahudini tena. Mstari wa 17 mpaka ule wa 21. 17 unasema, basi Yesu alipofika alimkuta amekwisha kuwamo kaburini yapata siku 4. Manake Yesu alipewa taarifa ya ugonjwa wa Lazaro na akakawia kwenda. Hakuhusika katika kile kipindi cha kuugua kwa Lazaro. Wakati wale dada zake Lazaro wanatuma vimemo, wanatuma barua, wanatuma taarifa, wanasema njoo, yule unayempenda, rafiki yako, mpendwa wako Lazaro hali mbaya, hawezi. Biblia inaonyesha kwamba Yesu alilinyamazia lile tatizo mpaka saa naenda kwenye mstari wa 17. Biblia inasema tayari Lazaro alikuwa yuko kaburini, tena imepita siku 4 sasa. Mstari wa 18 unasema, na Bethania ilikuwa karibu na Yerusalemu kadiri ya maili 2 hivi. 19, na watu wengi katika Wayahudi walikuwa wamekuja kwa Martha na Mariamu ili kuwafariji kwa habari ya ndugu yao. Mstari wa 20, basi Martha aliposikia kwamba Yesu anakuja, alikwenda kumlaki. Maana yake alimfuata akampokea. Na Mariamu alikuwa akikaa nyumbani. Mstari wa 21 ambao tunakomea hapo unasema, basi Martha akamwambia Yesu, Bwana, kama ungalikuwapo hapa. Angetumia lugha tunayoitumia hapa, angesema kama ungehusika. Angetumia lugha tunayoitumia hapa, angesema kama ungeshiriki pamoja nasi mapema, tangu kipindi ambacho Lazaro ni mzima na hata vile alivyokuwa anaugua. Anamalizia kusema ndugu yangu hangalikufa. Bwana Yesu asiwe sana. Nimetaka uangalie habari nzima inayomhusu Lazaro kuanzia anaumwa mpaka anakufa. Alafu nimetaka umalizie kuangalia maneno ya Martha dada yake Lazaro wakati anampokea Yesu. Yesu ndio amekuja saa hii wakati Lazaro ameshazikwa na siku ya 4 kaburini. Martha dada yake Lazaro, maneno anayomwambia Yesu. Maneno haya yanatupa sisi somo, yanatupa fundisho. Haleluya. Amen. Utaona walivyokuwa wakimhitaji kipindi kile Lazaro akiwa na hali mbaya. Na utaona anavyofunga hapa kitabu cha maneno akiwa anamwambia Yesu ya kwamba ungekuwepo hapa ndugu yangu asingekufa. Maana yake ni kwamba tunapomhusisha Mungu kwenye mambo yetu, kuna hali ambayo hayo mambo yanaweza yakapitia lakini hayatamalizikia na kufa. Na ndio maana utaona walikaza kidedea wakiwa wanamuita Yesu katika kipindi gani? Katika kipindi ambacho Lazaro alikuwa ana hali mbaya ya ugonjwa. Kama ni kuhitaji tu ya kwamba Lazaro aje aangaliwe, wangeamua kwamba asije Yesu, kwa sababu kwenye mtaa wetu kuna majirani wengi tunaishi nao vizuri, na wamekuwa wakitujilia, wakiachilia sukari, wakiachilia sabuni, wakiachilia mafuta na faraja. Tuna vikundi vya maombi na vinatuombea. Wao waliona ya kwamba katikati ya kampani nyingi wanazozipata, saa ambayo watu wanaingia pale kumwangalia Lazaro kwenye ugonjwa, waliona kuna kampani wakiipata, hiyo haitawaambia pole tu halafu ikaondoka, Lazaro akawa bado kitandani. Kampani ya Yesu aliyoitafuta, walijua akija hapa na habari ya Lazaro kuumwa itakuwa imeishia hapo, itakuwa imekomea hapo. Kwa hiyo hawakuridhishwa na kampani za wapendwa. Hata wewe nakuambia, katika mambo ambayo unayaona yapo taabani, usiridhishwe na kampani za wadunia wanaokuambia vumilia, wanaokuambia kaza mwendo, wanaokuambia usijali. Mtafute na Yesu, usikia anakuambiaje. Kuna vumilia za watu hazitoshi. Vumilia ya Yesu itamalizana na msiba wako, itamalizana na pito lako, itamalizana na maumivu yako. Katikati ya maumivu ukimwita Yesu, hayatakupeleka kaburini. Katikati ya ugonjwa ukimhusisha Mungu, hautakupeleka mauti, hautakupeleka kwenye wafu, kwa jina la Yesu.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Jinsi leo hii tulivyopotoka. Unakuta mtu hata ile amekutana na Yesu akapona, akawa mzima, bado ana mabifu na wale ambao hawakujaga kumuona wakati anaumwa. Unaelewa maana yake? Tumejikita sana kuangalia watu kuliko kumtazama nani? Mungu. Hilo ndio tatizo. Na ndio maana kuna mambo mengi tutayazika, licha ya kwamba kuna kampani za watu zinazokuja kutuambia tuko pamoja nanyi mapendwa katika hali mnayopita. Watakuwa pamoja na sisi mpaka makaburini wakituambia nyamaza mwando kaenda, ni mapenzi ya Mungu, afu na yeye analia. Ndugu yangu, kabla hujafikia hapo, ungemhusisha Yesu mapema tu kwenye hali yako. Ndicho kitu ambacho Martha na Mariamu walichokiamini. Ndio maana utaona Biblia inatuambia hapa ya kwamba walikuwepo na watu wengi waliokuwa wanawafariji. Lakini utaona walimkimbilia Yesu. Walitaka Yesu ndio awasili pale aje mapema kuliko hata watu ambao walileta ngula zao pale mapema. Kuna wakati ndugu yangu, usijihangaishe na ngula za watu. Wataleta sukari, hiyo inaweza isikuponye maadamu tu ni sukari, ikakuongezea na ugonjwa mpya wa kisukari vivyo hivyo. Unakuta mtu hata amepata neema ile, ametoka kwenye uvuli wa mauti, amepita salama kwa neema ya Mungu. Utaona ana mabifu na wapendwa ambao hawajawahi kuja kumtazama akiwa anaumwa. Anachomaanisha ni kwamba hata ile neema ya Yesu iliyomuinua haionei maana. Yeye anaona wapendwa ndio wangekuja. Yaani hata timu ya kikoba changu nimewaangalia, niliwahesabu. Wewe uliumwa kweli wewe? Si kuna watu hata kwenye maharusi na wahesabu watu na kuangalia wanaleta zawadi gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kivumbi kilichoinuka kwenye ile harusi ya Kana Galilaya, walijua hata kuangalia watu wameleta zawadi gani. Haleluya. Amen. Wenzetu wanatufundisha mambo makubwa sana. Katikati ya kampani nyingi ambazo tunazitazama, tutazame sana ya Yesu wapendwa. Amen. Tutazame kampani ya Mungu. Amen. Akitupa Mungu kampani, yeye inatosha. Wengine wawe wageni waalikwa tu, wakae pembeni wapige makofi hivi waseme jamani amevuka. Martha dada yake Lazaro analia akimwambia Yesu, kama ungalikuwepo ndugu yangu hangalikufa. Manake anachotufundisha ni kuna mambo yetu mengi yamekufa kwa sababu tu Mungu hajahusika kwenye hayo mambo. Katika wakati ambao hayo mambo yalikuwa yanapita kwenye uzima na hata kwenye kipindi cha mitikisiko, Mungu hajahusika. Kwa Martha anatufundisha nini? Ni afadhali tukang'ang'ana kumuhusisha Mungu mapema kuliko ni kuangalia kampani za watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Tazame Mungu, muhusishe Mungu. Amen. Amen. Haijalishi hali ambayo mambo yako yanapita. Wakina Martha na Mariamu waliamini kwamba ingawa Lazaro alikuwa hawezi, lakini Yesu angehusika kwenye kile kipindi ambacho Lazaro hawezi, angeweza. Na ndicho kitu ambacho nataka nikutazamishe nacho leo hii, ya kwamba ukimhusisha Mungu katikati ya jambo ambalo linaonekana ya kwamba limekuteleza, imefika mahali kila mbeleko unayojaribu kubeba nalo hilo jambo, unaona ya kwamba hiyo mbeleko nayo pia haikazi. Tunayo mbeleko iliyo ya kimbingu, ni Mungu wetu. Muhusishe Mungu awe mbeleko yako kwenye hilo jambo. Katikati ya mbeleko za kidunia ambazo zimeshindwa kulipakata vizuri hilo jambo lako, usije ukamsahau Mungu wako ya kwamba yuko macho kwa ajili yako. Biblia inasema asinzii wala halali kabisa, yuko kwa ajili ya watoto wake. Kuna wakati ndugu zetu wamoja wanaoitwa Sayuni walipita kwenye kipindi cha kutikiswa, wakaanza kulalamika, wakaanza kusema huyu Mungu ametusahau, huyu Bwana ametuacha. Mungu akawasikiliza, akawatokea, akawaambia hivi mnadhani ni rahisi kwa mwanamke akamsahau mwanaye wa tumbo anayemnyonyesha? Akasema hivi tena, yawezekana kweli mwanamke akamsahau mwanaye? Na kweli kuna wanawake walizaa watoto wakawa
unatupa, uone ya kwamba hata mwanamke anaweza akavurugwa, asimjali mtoto wake aliyomzaa kwa uchungu. Akawarudia Sayuni akawaambia hivi, ingawa mwanamke anaweza akavurugwa akamsahau mwanaye wa tumbo lake aliyemnyonyesha akamtelekeza. Si kuna watu wamewapeleka watoto kwa mabibi zao, hata vipindi vya sikukuu vile wanakuwa tuma basi, yani kama wanabageni vile, kama wanafanyiana saudalali. Mwanangu tuma basi, nasubiri hapa, niko kwa wakala. Nasikia mama, muda wote itaingia, usijali itaingia. Unapitisha muda, unasema mama, mtandao unasumbua, imekuwa kana kwamba ni deni, kumbe ni haki yako, kwa sababu kuna mwanao kule analelewa na mamako. Lakini mkawasahau. Mkawatesa wazazi kwa sababu alikulea wewe kwa mbinde. Leo na wewe umempa ulezi wa mwanao tena, umemrudisha tena kwenye ulezi wakati alishamaliza. Umjali mwanao basi, ndio. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Akawaambia hivi, mwanamke anaweza kweli akamfanyia vibaya mwanae wa tumbo lake, lakini akasema mimi sitawasahau nyie. Akawaambia nimewachora katika vitanga vya mkono wangu na kuta zenu ziko mbele yangu daima. Maana yake nyie mnapokatiza mkisema hapa tunapiga kona hapa, sijui Mungu anatuona kwenye hii hali, maana kama tuko kwenye kona. Mungu amekuchora kwenye vitanga, maisha yako yako mbele zake tu daima, hawezi kukusahau. Huyo ndio wakumrusisha kwenye mambo yako, kulikoni hata washikaji, kulikoni hata mashosti, kulikoni hata wazazi wako. Hebu tafuta kumhusisha Mungu kwenye mambo yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Ni wangapi mlitaka kampani za watu sana zihusike, mbadala wake hao watu ndio wakawaletea shida na maumivu? Haleluya. Yafaidia nini ukiona faraja za watu wengi wamezunguruka hapo, lakini wanazika, wanafanya maziko ya jambo lako? Au utakuwa na ule ushamba wa duniani, utasema ya kwamba yani kwa kweli kwa picha hii tu limeenda mbinguni, maana limepata kuzikwa na wengi. Ndugu zangu, sisi tulio wa Yesu hapa hatutafurahia misiba na mauti, hata kama hiyo misiba itabebwa na wengi. Tunachotaka sisi ni kwamba mambo yetu yapone kulikoni kufa. Au nataka usubiri kile kimsemo cha kidunia, kimsemo cha ajabu kwamba si kwa kuwa ni wengi ndio tumeharibikiwa. Msiba na wengi ni harusi. Nataka tumuhusishe Mungu kwenye mambo yetu ili tusiwe wa kuzika mambo yetu. Amen. Amen. Yakifa ya wengine katika mitaa sawa tunaoishi nayo, yetu yaonekane yamepona. Amen. Hata wenyewe wajue kuna tofauti kati ya sisi wenye bidii ya kuja kwenye maombi na wao waliokaa hivi kwa majungu. Yafaidia nini saizi wewe ukawa umeacha kijiwe cha majungu na jua kali lote la saizi, jua kali tunalolipitia kwenye hiki kipindi. Paka kuna hata saa 9 ikifika sasa hivi zinakukuta nyumbani unashtuka. Unasema, kumbe saa 9 na jua lote hili. Yafaidia nini tukaumia na jua lote hili kumtafuta Mungu kwa bidii namna hii, alafu tukafanana kuzika mambo, biashara kufa, ndoa kufa, sawa sawa na wale wa dunia ambao sasa hivi wamepoa vivulini wanafanya umbea, majungu ndio mtaji kwao. Inafaidia nini sasa? Ni lazima sisi wa Mungu tuonekane ya kwamba katikati ya mabaya yanayoshamiri kwa wengine, kwetu sisi tunaona kuishi, tunaona salama, tunaona amani, tunaona uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Martha, dada yake yule Lazaro aliyekufa, akamwambia Yesu, kama ungalikuwa hapo hapa, ndugu yangu hangalikufa. Wakati Martha anazungumza haya maneno hajavurugwa. Sio kwa sababu ya joto lile la msiba analolisikia, bali anazungumza kitu ambacho ndio maana wakakipigania tangu kwanza, wakiwa wanataka Yesu aje. Wanamwambia, unayempenda hawezi. Njoo Bwana, njoo Bwana. Walilitazamia hili,
walijua uthamani wa Mungu anapoketi mahali, ya kwamba kama vile ambavyo asili ya Mungu yeye ni nuru, akikaa mahali hapo giza haliwezi likatamalaki, na ndivyo ambavyo pia asili ya Mungu yeye ni uhai, akikaa mahali hapo mauti haiwezi ikatamalaki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo utaona tumepotelewa na mambo, tumefiwa na biashara, tumefiwa na kazi zetu, tumefiwa na ndoa zetu, tumefiwa hata na maadili yetu maadili ya watoto wetu. Utaona yamekuwa ni kama vile mfu. Pana wakati mwingine tuna watoto lakini ni kama mtu ambaye umefiwa. Wamekuumiza watoto mpaka maeneo mengine umefika mahali umewafuta. Ukasema ni afadhali tu nisifikirie kuwa na watoto, maana nikifikiria ndio naumia zaidi. Lakini shida ni nini? Mpaka yamekufa hayo mambo. Ni kwa sababu ya kuto kumuhusisha Mungu. Wakati Biblia inasema mlee mtoto katika njia impasayo, ambao hata iacha mpaka atakapokuwa mzee, ilikuwa inazungumzia muhusishe Mungu kwenye malezi ya watoto wako. Ukiwa unajua kabisa ya kwamba mchakato wa kupata hao watoto haujawapata tu kwa sababu ya jitihada zako wewe mama na baba uliozaa naye hao watoto, bali pia Mungu amehusika, kwa sababu hamna duka lolote ambalo mliagizwa mliendee mkatafute hata matirio ya kucha ili huyo mtoto aumbike vizuri, awe na kucha nzuri tumboni. Kama mnajua ya kwamba mchakato hao watoto ulimhusisha Mungu wakati wakiwa tumboni, usalama wao ulimhitaji Mungu. Walipozaliwa tuliwaleleaje? Umewalea vipi? Bwana Yesu asifiwe. Tukimhusisha Mungu katika mambo yetu, hatutaenda maziko tukiazika hayo mambo. Hatutalia vilio vya kuyaombolezea hayo mambo. Katika asilimia ambazo hata maadui watakaa chini wakapanga kufa kwa mambo yako, Mungu anapangua hizo asilimia. Haitabaki hata asilimia moja ya mauti ikatawala kwenye mambo yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunapomhusisha Mungu au kumshirikisha Mungu katika mambo yetu, kunakuwa na kupona kwa mambo yetu kuliko kufa. Haleluya. Amen. Nataka tutazame faida nyingine ya tatu. Faida ya tatu. Hizi ni faida za kumhusisha Mungu au kumshirikisha Mungu katika mambo yako. Faida ya tatu. Kama unaandika andika. Unapomhusisha Mungu au kumshirikisha Mungu katika mambo yako. Unapomhusisha Mungu au kumshirikisha Mungu katika mambo yako, unapata kuyaonea raha hayo mambo yako. Unapata kuyaonea raha hayo mambo yako. Unapomhusisha Mungu au kumshirikisha Mungu katika mambo yako, unapata kuyaonea raha hayo mambo yako. Na jambo hili ni kwa mujibu wa simulizi tutakayoipata kwenye kitabu cha Kutoka. Simulizi tutakayoipata hapa kwenye kitabu cha Kutoka. Kama unaandika andika Kutoka 33 mstari wa 1 hadi wa 4, na kifungu kingine ni mstari wa 15 hadi wa 16. Kutoka 33 mstari wa 1 hadi wa 4 na mstari wa 15 hadi wa 16. Kitabu cha Kutoka sura ya 33 mstari wa 1 hadi wa 4, alafu mstari wa 15 hadi wa 16. Kwenye Biblia tufike hapo kwenye Kutoka 33.
Kutoka sura ya 33 mstari wa kwanza hadi wa 4. Naomba nisahihishe hapo kwenye kipaseli cha pili hicho. Kifungu cha pili ni mstari wa 14 hadi wa 16, badala ya wa 15 hadi 16 ni wa 14 hadi wa 16. Kutoka 33 1 hadi 4, alafu 14 hadi 16. 14 hadi 16. Tukianza na ule mstari wa kwanza hadi wa 4, Biblia inasema hivi: Bwana akanena na Musa, anamwambia, haya, ondokeni, katokeni hapo, wewe na hao watu uliowaleta wakwe kutoka nchi ya Misri, waende nchi hiyo niliyomwapia Ibrahimu na Isaka na Yakobo, niliposema nitakipa kizazi chako nchi hii. Nami nitamtuma malaika aende mbele yako, nami nitawafukuza Mkanaani na Mwamori na Mhiti na Mperizi na Mhivi na Myebusi, waifikirie nchi imiminikayo maziwa na asali. Kwa maana mimi sitakwenda kati yenu, kwa sababu ninyi ni watu wenye shingo ngumu, nisiwaangamize ninyi katika njia. Biblia inasema watu waliposikia habari hizo mbaya, habari mbaya za namna gani? Kwamba Mungu anawaambia waende kwenye nchi nzuri ya Kanaani, lakini anawaambia hata husika, hata shiriki kwenye safari yao. Anawaambia sitakwenda na nyie. Watu waliposikia habari hizo mbaya wakaomboleza, wala hapana mtu aliyevaa vyombo vyake vya uzuri. Ule mstari wa 14 hadi wa 16, wa 14 hadi wa 16 unasema, akasema, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. 15, naye akamwambia, uso wako usipokwenda pamoja nami, usituchukue kutoka hapa. 16, kwa maana itajulikanaje kuwa nimepata neema mbele zako, mimi na watu wako? Sio kwa sababu unakwenda pamoja nasi, hata mimi na watu wako tutengwe na watu wote walio juu ya uso wa nchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ule mstari wa 14, msisitizo wangu ulipo ni ule mstari wa 14. Wakati Mungu ameona wana wa Israeli wamefika mahali wakatubu juu ya dhambi ambao wameifanya mpaka Mungu akakataa kwenda nao, utaona Mungu akiwaambia, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Katika swala la Mungu kushiriki kwenye jambo lako, ndipo kuna raha kwenye hilo jambo. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Mungu anawatoa wana wa Israeli nchi ya Misri katika utumwa mzito sana wa mateso, kama alivyowaahidia baba zao Ibrahimu, Isaka na Yakobo ya kwamba atawapa nchi nzuri imiminikayo maziwa na asali, Biblia inasema sahihi amewatoa kule kwenye utumwa wa Misri. Wapo katikati ya safari, wanaielekea nchi njema. Leo hii tunasema raha na mustarehe. Kwa wanaelekea nchi njema ya maziwa na asali. Tafsiri yake leo tungesema nchi ya raha na kustarehe. Wakafika mahali wakiwa katikati ya safari, wakafanya mambo mabaya, wakafanya uovu mkubwa. Uovu ule ukamghadhibisha Mungu. Mungu akaghadhibika. Mungu alipoghadhibika au kukasirishwa na uovu ule, akanena na Musa akimwambia ya kwamba watu hawa wameshajaribu, na kwa kupitia uovu waliofanya, mimi ninaona ni vema nikajitoa kwenye hii safari, nisihusike kwenda nao, nisiambatane nao kwenye hii safari. Na utaona katika jambo la ajabu, kuna wakati nilikuwa nakwambia wala usichekeshwe na kampani za watu kama Mungu haendi na wewe. Kama haujamhusisha Mungu, wala usifurahishwe na kuhusisha kampani za watu, hazitakusaidia. Sasa hapa kuna kitu cha kiwango kingine tena, kuna kitu cha mbele zaidi. Utaona wakati Mungu amekataa kuhusika kwenye ile safari ya wana wa Israeli kwenda nchi ya Kanaani katika maisha ya raha mustarehe, akawaambia, ingawa sitaenda na nyie, lakini ninawapa malaika. Tunaenda sawa sawa. Kitu ambacho yamkini wewe hapo, ikiwa una uchanga wa kiroho, ungechekelea.
Kusikia nini? Kusikia kwamba unatembea na kampani ya nani? Ya malaika. Nasema kampani ya malaika si bado imezidi hata jeshi la dunia eh? Si ni kweli? Kampani ya malaika sina maana ni kampani ya wajumbe wa kiroho. Na unajua ya kwamba ufalme wa rohoni ndio unaozaa mambo ya mwilini. Kwa hiyo inawezekana ungechekelea ukimshukuru Mungu na kumwambia asante hata kwa ajili ya kampani hii ya nani? Ya malaika wako wanaoambatana na mimi, wanaoshiriki na mimi kwenye hili jambo langu, ukidhani ya kwamba kwa sababu ni kampani ya malaika wa Mungu na pia wametoka mbinguni, wametumwa na Mungu, utafanikiwa sana kwenye hilo jambo lako la maendeleo. Lakini hao wenzetu walikuwa wana ukomavu mzuri wa kiroho. Ukomavu wao mzuri wa kiroho nini? Walijua ya kwamba mahali ambapo Mungu yeye kama yeye hashiriki, hata atume kampani ya malaika wote wa mbingu zake, hapo mahali mambo hayatakuwa salama. Kwa sababu gani? Kama yeye ameonyesha nia ya kutokwenda na sisi, akitutafsiri kwamba tumefanya ubaya, ina maana hata malaika zake nao watakujaje kutuletea matokeo mazuri ndani ya ubaya ambao Mungu mwenyewe kakataa? Tunaelewa sawa sawa? Biblia inasema hivi, watu wewe wakati ungeliona hili jambo kana kwamba ni zuri la kutumiwa kampani ya malaika. Biblia inasema watu, wana wa Israeli yani, waliposikia habari zile mbaya, kwao hazijawa ni habari njema, zilikuwa mbaya, anasema wakaomboleza pale. Hakuna hata aliyeona ya kwamba mavazi ya uzuri na vyombo walivyonavyo vya thamani kwamba vina umuhimu kwenye maisha yao. Wote wakararua mavazi yao na wakatupa vyombo vyao vya uzuri. Hawakuonea hata uthamani chochote cha thamani walichokuwa nacho, waliposikia kwamba Mungu hataki kuambatana na wao kwenye ile safari njema ya kwao. Wakajua hii safari haitakosa nini? Haitakosa dosari, haitakuwa na uzuri hii safari kama Mungu ashiriki. Wakaanza kuomboleza pale. Walipoingia kwenye maombolezo hayo yanayotafsiriwa kwa picha ya toba, wanatubia nini? Wanatubia lile jambo ambalo limemfanya Mungu ajitoe kwenye ile safari yao ya kwenda kwenye maisha ya raha na mustarehe. Wameamua hata kusitisha ile safari yao licha ya kwamba ilikuwa ni safari ya huzuni. Wakawa na muda pale wa toba, wanatubu juu ya ile dhambi iliyomfanya Mungu amefika mahali amekasirika. Hataki tena kuhusiana na wao, hataki tena kushirikiana na wao, hataki tena kuhusika kwenye ile safari yao. Wakati wametubu na Mungu ameona mioyo yao jinsi ambavyo imefunguka katika toba, Mungu akarudi mara ya pili. Wakati anarudi mara ya pili, anaongea na Musa, anamwambia kwa habari ya kwamba wainuke sasa. Ameridhia kuambatana nao kwa kupitia ile toba ambayo watu hao wametubu. Mungu anasema nimeridhia kuambatana na nyie, uso wangu, maana yake ya kwamba uwepo wangu. Anasema utakwenda pamoja nanyi, nami nitawapa raha.